Karibuni sana, habari. Naitwa Edi. Humu ndani nitaendelea kutoa dondoo mbalimbali za afya. Kama ni mara ya kwanza kufika katika chaneli hii, naomba usubscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele hapo ili kuendelea kupata video mbalimbali nazoendelea kuzituma humu ndani. Lengo kuweza kutokomeza maradhi mbalimbali yanayowasumbua. Aidha wewe una matatizo mbalimbali ya kiafya, endelea kusikiliza humu ndani, endelea kufuatilia kila video ninayotuma humu ndani, itakusaidia. Leo nataka niwafundishe wanaume au nielezee mambo mbalimbali yanayopelekea wanaume wengi kuweza kushindwa kufanya tendo la ndoa. Ni vitu gani vinavyopelekea mwanaume wewe kushindwa, au ni sababu zipi zinazopelekea mwanaume kushindwa kufanya vizuri tendo la ndoa? Sababu ya kwanza ambayo inapelekea ni masturbation, kujichua. Kujichua, ukumbuke kwamba unapokuwa unajichua unatumia mkono, unatumia kiganja. Na kiganja na uke wa mwanamke ni vitu vile tofauti. Kwa hivyo havilingani hata kidogo. Kwa hiyo unapotumia vile unakuwa unaathiri misuli. Yaani uume unakuta wakati mwingine utafanya kwanza uume, wengi wao kufanya uume unakuwa unapinda, lakini pia uume unakuwa unashindwa kufanya vizuri. Kumbuka wakati umefika wa kipindi ambacho labda umetaka kuoa, itakufanya wewe mwanaume usiweze kufanya vizuri. Mwingine anakuwa na mwaga haraka, sekunde tu amemwaga hapo kwa huo muda ameshamwaga. Lakini kitu kingine unakuta mwingine amefanya hivyo, ameweka uume unashindwa kuamka vizuri, kumbe tayari umeshaathiri tayari ile misuli ya uume. Kwa hiyo unakuta ndicho mojawapo kinachopelekea wewe mwanaume kuweza kutoshiriki vizuri tendo la ndoa. Lakini usihofu mwanaume kwamba ili swala linaweza kukatibika na ukapata ushauri kabisa vizuri namna hipi ya kufanya ili uweze kukaa vizuri. Kingine ni maradhi mbalimbali, maradhi ya pressure, kisukari, matatizo ya moyo. Haya maradhi yanatokana na lishe. Haya na yenyewe pia yanaweza kusababisha wewe mwanaume ushindwe kushiriki vizuri tendo la ndoa. Kwa hiyo kama unajua na maradhi haya, unatakiwa kwanza utibu haya maradhi, alafu hali yako itakaa vizuri bila shida yoyote na kuhakikishia. Kitu kingine, matumizi ya madawa ya kupunguza maumivu. Matumizi ya madawa ya kupunguza maumivu. Umesikia kichwa kinauma, umesikia mguu unauma, unatumia vidonge mara kwa mara vya kupunguza maumivu. Na yenyewe pia kama umetumia mara kwa mara, na yenyewe pia inaweza kuwa ni chanzo kimojawapo cha kufanya wewe mwanaume usiweze kufanya vizuri tendo la ndoa, usiweze kupata raha nzuri katika tendo la ndoa. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea wewe mwanaume kutoshiriki vizuri tendo la ndoa ni lishe. Lishe na yenyewe pia inaweza kuwa ni kikwazo pia za kutoshiriki tendo la ndoa. Wewe unapenda kula vyakula vya sukari, unapenda kula vyakula vya wanga mara kwa mara, hii itakupelekea mwisho wa siku kuweza kutoshiriki vizuri tendo la ndoa. Unapenda kutumia vyakula vya kiwandani mara kwa mara, vyakula vya sukari, vya kemikali, hii na yenyewe pia inaweza kufanya usiweze kushiriki vizuri tendo la ndoa. Kwa leo niishie hapo. Kwa hiyo kama utakuwa unahitaji kunitafuta, nitafuta kupitia namba 0763222543. Naitwa Edi, niko Mwanza. Karibu sana. Lakini usisahau kusubscribe, usisahau kucomment na kushare video hii kwa watu wengine mbalimbali ambao watahitaji kuweza kupata huduma hii. Asante sana.